wakati ulipofikia kuna kitu nakitaka. Hakuna nataka kuna kitu nini? Kuna kitu nakitaka. Na vidole. Usinione usichukulie poa Janet. Janet usichukulie poa. Unasema. Unasema. Sitaki nataka. Unasema kelbu moja Janet. Dada Tatu niambie. Mimi nimetoka nilipotoka huko mpaka Bagamoyo huko. Manake kuna kitu, kuna jambo la maana, sio? Hebu anza sasa kunielezea ili na mimi nipate mwangaza. Kakaangu, ni kweli nimekuita. Nimekuitia kwenye hapa biashara yangu kama unavyoiona. Biashara yangu imefungwa. Ndio. Imefungiwa na sadikika kwamba mimi nauza chakula kichafu. Yaani unauza chakula kichafu? Chakula ni kichafu, yaani kwamba watu wakila sijui wanaumwa na matumbo, yaani ngoja subiri dada Tatu, yaani sijakuelewa. Yaani manake huu ni mgahawa, manake mantili. Ni mama nitili. Kwamba yaani umefunga kuna kesi labda ilitokea. Safi kabisa, umenielewa. Yaani kuna kesi imetokea. Unaona au wote uko wafuatwa matofali huko kote huko sijui mabodaboda wote niliwabamba walikuwa wanakuja kukula hapa chakula. Ndio. Chakula napika, chakula changu ni kizuri. Dio. Chakula ni kisafi. Kila mtu anasema jamani, kwa dada Tatu kuna chakula kizuri, sawa? Ndio. Sasa kuna mama mmoja mfanya biashara mwenzangu na yeye anafanya biashara kama hii hapa ya kwangu. Mama nitilie na yeye. Unanielewa? Kwa hiyo kwa kwake hawaendi. Sawa? Wateja wote wanajaa hapa kutokana na chakula changu ni kizuri. Sasa akaja mtoto kununua maandazi. Alivyonunua maandazi ule mtoto alivyokula nasikia akawa anaumwa. Anaumwa? Yaani baada ya kula maandazi akawa anaumwa? Akawa anaumwa. Kwa nilivyosikia. Kwa hiyo uongozi wa soko wakaja hapa wakaniambia, we dada Tatu chakula chako ni kichafu. Watu ukiwauzia chakula wanauma matumbo. Kuna mtoto kaja kununua andazi kaenda kula ameumwa tumbo kapeleka hospitali. Anaumwa manake kazidiwa ameenda hospitali kulazwa kwa sababu ya maandazi. Maandazi tu. Sasa cha kushangaza mtoto leo nimemwona asubuhi anaenda shule. Yule mtoto ambaye amesema apeleka hospitali. Kwamba sasa alienda hospitali mara moja akaenda akarudi au inakuaje? Yaani mimi sielewi. Ilikuwaje lakini leo mtoto nimemwona anaenda shule na yote. Kuna mfanyabiashara mwenzangu ambaye ndo ameleta figisu. Kwa maana yake yani ni kama vile mnagombaniana sasa, yani walaji yani wateja. Sawa kabisa. Sasa kakaangu, kama unavyoona hapa, naomba unisaidie. Mimi ni singomaza, nina watoto 2 wanasoma, wale mimi kuumwa mimi, kila kitu ni mimi. Kakaangu, nimefungiwa na uongozi hapa, na kuomba unisaidie tafadhali, ukaongea na uongozi waje wanifungulia niendelee na biashara. Yaani kwa hiyo yani unataka kusema kwamba issue iliyotokea ni issue ya mipango. Kwa sababu kuna mtu kaja kuniambia, mbona mfanya biashara mwenzako ndo alimtuma yule mtoto kuja kununua maandazi? Na tukashangaa kwa nini yeye kwake maandazi hapo, kwa nini aje kununua hapa? Kwa hiyo ni mipango ya huyo mtu. Na yule mtoto umesema mtoto yuko mzima anaenda shule? Nimekutana naye leo anaenda shule asubuhi. Kwani hapa nyinyi wateja wenu wakoje? Labda kwa mfano nyinyi wewe hapa, maana wewe umesema anafanya kazi wapi mwenzio biashara zake? Biashara zake ni hapo tu, yaani ukikunja ikona ni hapo tu hapo barabarani. Kwa sababu mimi nina wateja zangu huko wafyatua matofali, sawa? Na yeye ana wateja zake kule bodaboda sijui nini. Lakini imekuwaje anitilie fitina? Sasa kama mnagawana wateja, yani sasa inakuwaje sasa mnafutiniana tena wakati wateja mmegawana? Yani kila mmoja sina wateja wake sasa.
Yaani hata mwenyewe nashangaa. Yaani unajua kuna watu wengine ni wana roho mbaya sana. Sawa? Yaani mimi ninacholia, mimi ni singomaza, sina mume. Sawa? Nina watoto hao wawili na wananitegemea mimi. Kula, kuumwa, kuvaa, kila kitu mimi, shule. Haya, nimesimamishwa na wiki sasa. Sifanyi biashara kakaangu. Pole sana dada Tatu. Asante. Nina wiki nimefungiwa sifanyi biashara na mimi biashara ndo nategemea. Kwani yeye anafanya kazi unasema ni huko mbele? Ni huko tu mbele, barabarani huko. Tukienda sasa hapo tutamkuta hapa. Tutamkuta. Maana nachotaka mimi sasa tu ambavyo nahisi pa kuanzia twende mpaka pale ofisini kwake. Sawa? Ili ajue kwamba kuna kitu kimegundulika. Umenielewa? Twende mpaka pale tumuulize. Tupate kujua kwamba je, yeye anasemaje? Je, kilichotokea ni cha ukweli au vipi? Yaani tuanze kupata yeye anachokifikiria kichwani mwake ni nini. Afisa baada ya kumsikia yeye anachokitaka sasa tuangalie sasa twende kwenye uongozi au twende wapi, kama ni kwa mjumbe, mwenyekiti, nani, yani hivyo twende tuanzie ngazi ya kwanza mpaka yani utakuwa umenisaidia sana. Ni hapo tu tunaweza tukaenda. Basi hebu twende. Bwana cameraman, hebu onyesha hili banda. Onyesha banda ndugu yangu. Onyesha banda ndo kama hili mnavyoliona. Dada amefungiwa banda lake kwa sababu ambazo ni kama mmeanza kupata picha yake. Ni mambo fani tu ya Uswahilini tu, fitina kufitiniana tu, mambo ya ajabu. Waoneshe banda mwanangu. Banda ndo kama hilo limefungwa kama mnavyoliona. Kwa hapa sasa tunatoka hapa tunaenda kumfuata yule dada hapa anapofanyia kazi. Tunaenda tukamsikiliza mawazo yake. Au sio bana? Ili ajue na sisi tumekuja hapa. Twenzetu mwanangu. Twenzetu dada. Yaani nitashukuru sana kwa kweli. Twenzetu. Sisi tunamfuata pale. Okay, sawa. Samahani kwa kuvamia kwenye biashara. Kuna jambo kidogo nataka kueleza. Sawa, kama unataka kuongea kwa biashara. Bwana wewe ongea, mimi nakufahamu dada. Ongea unataka kuongea, unaelewa eh? Lakini mbona kama vile ni kama mfano umefanya baada ya kufanya kazi. Huwezi kuja kwenye biashara yangu tunakuja wewe tunakuja hivi kwa huyu nani kwa mtuletea wewe? Huyu nani nakuuliza? Huyu serikali. No, sikiza. Nimekuja hapa. Ile tukio na hiyo. Japo kama ni mwanzo wa mbali. So, dada ameleta sababu kulipitia. Kuna kitu ambacho kinaendelea katika mawili. Kama dada ameongea kwa siku yangu fulani sasa. Basi hospitali kila sekta kama mchezo wa kuchezesha unasema kashinda pale kana kwenda shule leo hai shule sasa ndio kutoka mbele labda experience leo anapata hiyo ile kama dada kusema kwa wewe kuna vitu fulani umevichezesha kupelekea huko kufungua ile biashara yake mpaka kufikia kumtumia mtu pale sio kwamba wewe utakuta vizuri kiafya na shule nini yani hivyo kabisa kangu kinakuingia akilini mtoto mimi naweza nikamtoa mtoto nitampeleka kule nikamchezesha hivi wewe
Huyu anauza vyakula vibovu. Si unielewa? Huyu anauza vyakula vibovu. Mtoto si ni mtume mdogo ana akili. Si angetoa siri mtoto ana akili. Sasa yani sasa yani unajua kwa kingine ni iko wazi kama mtoto mdogo ambaye ana akili ama ana uelewa huo, ndio maana yeye kwa shule sasa kwenye mashule. Yeye anachokinizoea chini ni kwamba huu ni mchezo. Wewe utafuta mpaka uongozi na mimi ukaenda kwa kumfungia huyo kazi kisha ya kwenye biashara yako. Nifungiwa na sasa hivi na inaenda wiki sasa. Chakula kizuri kinajulikana na kibaya kinajulikana. Mimi siwezi kumfungia kwa kitu gani sasa? Ana nini hasa huyu wewe? Wewe kwa kuangalia mimi na hili banda langu tunalingana na huyu. Kafanana naye na bana kwanza yeye. Unajua kutofautisha, unajua? Unajua kutofautisha chuma na leo. Unanielewa? Yaani ada kabisa ni kaida Musa. Wewe unataka kumkabidhi kitu gani? Sasa kapona kaenda shule sikapona. Sasa aliposikia kapona kwa kuelewa. Kapona kaenda shule mtoto. Sio mimi, hizo shida sio shida zangu, shida zake mwenyewe. Hivi hiyo anachokiona kweli kweli. Mbona kama naamkopa mimi tu. Yaani ndio. Jinsi alivyo nikimwangalia na akili zake. Kitu nini kusauka. Kumbe nani nikajua huo mwili na akili inafanana kumbe bomu. Mwili mkubwa tu kidogo. Wewe vipi yani kipi? Kuna mtu ananiambia hata na mimi wewe bandako umefungiwa bana. Umefungiwa. Na wewe unaishi kwamba hapa Umba amefanya mchezo wote mpaka wewe kufungiwa. Yaani nimeambiwa kaja mtu kuniambia, ona jirani yako ndio kamtuma yule mtoto anunua ndazi. Sawa, ili tufanye figisu, umwambie yule dada anapika chakula kibovu. Na wateja nikikuwa mweli hivi bandani kwangu. Huyu hana wateja. Kupika hujui, unapost tu wateja kuja kula kwako bandani. Hujui kupika. Kwanza tengua kauli, mimi sina banda, sikupika. Sifuni kuku. Banda unaloenda mama. Hapo. Jishikilie. Fanya ndio unavyofanya. Nganganie tu sijui nini. Hapana. Sikizeni dada zangu, wewe ni yote ndio sawa. Na nyinyi wote mimi nakutamani kiwe. Natamani iwe ya amani. Kila mmoja afanye biashara zake, kila mmoja afanye kazi zake, amani na kwa sababu inasemekana kwamba mbona biashara zake kwa huko na upana na kufanya kwa Niulize wewe. Yeye tuko kule mimi niko huko kwa saa ngapi? Au tu niko saa ngapi? Kizuri kabisa. Umeelewa? Afu acha kufuatilia. Nilikuja saa ngapi? Uliniona kwenye banda lako? Uliniona? Ukali kuacha. Dada tatu unajua wewe kwa sema nini ambacho sio dinacho. Sababu hata kama unatoka hapa kwenda sehemu, aficho ushahidi sio? Sababu unajua kwa kulipotoka kuja hicho sio sababu hicho ambacho tunasema hichi sababu ni kama vile yule anaamsha yapo. Mimi sio chichi. Mimi sio chichi. Mwongozi. Nataka kwa mtoto. Atuwete makaratasi ya hospitali. Sawa. Na ndio kitu leo kata shule eti amepona umechapa kambi langu shule. Dada acha unajua mimi ni mama tena misingwa maka. Unanielewa? Usinichekee. Nina watoto hawa wananitegemea shule, kula, hospitali, mavazi. Sawa. Usifanye kwa hiyo mimi kwa majukumu. Pambana na hali yako msichana. Pambana na sema na shida zako tatu sema na shida zako na shida zangu. Msichana sasa vitole hivi kwa kuja mkashikana. Sio chane vidole au sio? Yaani hapa inatakiwa ya namba msije mtaja mkashikana hata tukaangalia zawadi. Kula tatu kazidi. Unajua ananifuatilia huyo. Wewe mimi nakusuni wewe. Nakusuni kwa biashara yako. Uko kule niko huko. Mbali. Inahusiana nini? Tatu ulipofikia kuna kitu nakitaka. Hakuna nataka kuna kitu. Nini? Kuna kitu nakitaka wewe. Chicha na vidole. Usinione wewe usichukulie poa Janet. Janet usichukulie poa. Unasema.
Bwana semaje? Sitaki atakupa mchombe moja. Sema atakupa kengu moja Janeti. Oya. Chafu hii. Una chafu mimi naifua hiyo naitakakata. Wewe usibali hizo. Kama kiwake ndo mainga hapa. Wewe unachukulia poa? Wewe unachukulia biashara na wateja wangu. Unachukulia poa. Kwa hiyo ulivyoniharibia biashara mimi umefurahi. Nafiki mkubwa wewe. Mimi sichekeshi. Na wewe sichekeshi. Sisi ulivyo. Sawa. Na jinsi ulivyo na roho yako vitu vingi tofauti. Wewe yangu nakuhusu nini? Wewe mnafiki sana, wewe mnafiki mkubwa wewe. Wewe vipi? Unasema una ushahidi wa asili yako Tausi? Ninao ushahidi. Ushahidi ninao. Basi subiri. Wewe ushahidi nao? Ninao. Ushahidi gani wewe? Ushahidi gani wewe? Tuondoke na uongozi mpaka kwa mtoto. Nenda shule kajifunze kupika. Wewe unajua kupika, wewe mnafiki. Subiri basi. Na uhakika. Wewe mnafiki. Unafurahi. Unafurahi na bora sana wanangu. Mimi ni singoma. Sina wanaume. Sina wanaume. Mwenye mwanamume nani? Utaja wewe. Uongozi kama umesema uongozi huu. Ndio. Ndio tunapata uongozi ulipo. Ni jambo tulifikisha mkuzima. Hapo wala tukutana. Mimi ndo nataka hivyo. Nataka tuseme naelewa tunachozungumza. Asintishia kwa singomaza. Singomaza sio wewe duniani wako mbao. Asintishia kwa singomaza. Kwa hiyo ndo nitakulia kwa wateja wangu. Jifunze kupika. Nitakulia kwa wateja wangu. Nishachafua unasemaje? Haya subiri basi. Acha ni mambo yako. Dada Janeti, mimi nachokuomba sawa. Hebu tufike mule uongozi. Twende. Mimi siogopi uongozi. Yaani msinitishie uongozi. Kama ngwai popote tena tutafika huko mbele. Sasa nitakumpenda mbele mimi. Kupika usijue wewe. Eti singomaza ndio kwanza. Yaani ingekuwa wewe. Haya, inatosha dada. I said. Sio mbali na maeneo haya. Muulize yeye alokuleta. Sio mbali. Basi naomba tuelekee au ndio unasema hivi hapa. Twende kwa uongozi wao afu tukajue tunafanya. Au dada Janeti, naomba tushirikiane. Samani. Sio ndogo bwana nimkabidhi mtu kwanza biashara yangu kwenye. Unasema? Namkabidhi tena biashara yangu. Basi umkabidhi ambao. Kama nisikia raha mimi nimefunga na kwa kile naenda kwa wateja au toka. Sawa. Uongozi wanaenda kuuliza. Bwana usinipaniki. Kama je, ni huko mbele.